Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ubwana kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tuachie maoni yako kwenye comment. Asante sana kwa kutuandikia. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani, ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu, matibabu bara Zanzibar yasitugawe, asema mifuko ya bima ya afya inashiriki kwenye huduma, ataka fedha za kununua maua shajara zisaidie wenye ulemavu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Marekani yataka mazungumzo ya maridhiano, muswada wa Senate warekebishwa, waagiza badala ya kuelekeza cha kufanya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Wanajeshi vita ya Kagera kulipwa kifuta jasho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Watumishi 9 kortini mashtaka ya ubadhirifu milioni 89. Habari katika ukurasa wa 8. Rais wa Namibia kutoa daa kutembelea Mwembe Chai alipoishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Tanzania moto kutia mbali utalii. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Bajeti 2026-2027 msingi wa safari ya Tanzania, uchumi mkubwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wabeba samaki mwendo kasi watengewa muda maalum. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi na mwenyeji wake rais wa Kenya Dr. William Ruto wakiwasili katika hoteli ya kituo cha mikutano cha Pride in Paradise Beach Resort mjini Mombasa, Kenya jana kwa ajili ya kufungua mkutano wa 11 wa masuala ya bahari, akimwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, leo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mawaziri watuliza presha muungano, wakemea kauli za mgawanyiko baina ya bara na visiwani. Waziri mkuu aeleza utaratibu wa matibabu wa pande zote, wenzake wasema kuna upotoshaji, wataja manufaa inayopata Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ipo nukuu ya Mohamed Sijamini Mohamed, waziri wa Zanzibar, asema kama kuna watu wanaonufaika ndani ya muungano ni sisi wa Zanzibari. Ifike hatua tuseme ukweli, sisi sasa tunalalamikia nini? Badala yake tutumie fursa hii kuelimisha watu wetu badala ya kuwapotosha. Ipo nukuu ya Mwigulu Nchemba ikisema ni kweli, nami nimesikia mjadala huu na mbunge amelileta kwa wakati. Mpango uliopo ni kuwa kama utakuwa na kadi ya bima unaweza kutibia upande wowote wa muungano, na kama huna basi utatakiwa kulipia fedha taslim. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Bajaji bodaboda zaongoza usajili kusababisha ajali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Utafiti wafichua siri janga la selimundu nchini. 14,000 takriban ya watoto wanaozaliwa na selimundu kila mwaka, kati ya 15% hadi 23% wa Tanzania wana chembe moja ya ugonjwa huo bila kufahamu. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 17. Kesi ya kupinga ubunge wa Baba Levo, mawakili wa chuana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Muswada kuhusu Tanzania sasa wasubiri Senate Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Kamati ya uhusiano wa kigeni ya Senate hoja 24 katika muswada wa sheria unaolenga kuimarisha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti
Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu? Usijali, Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Marekani yataka serikali wapinzani wazungumze. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Rais wa Namibia kufanya ziara ya kitaifa nchini. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali yaimarisha usimamizi miradi ya umwagiliaji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Serikali ya Tanzania hakuna ugonjwa wa Ebola. Habari katika ukurasa wa 4. CCM yamtaka mkandarasi kukamilisha mradi wa maji. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. TBS kuadhimisha miaka 50 leo. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Mafuta yashuka baada ya mkataba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili pia limeandika sigara zinavyogharimu maisha ya binadamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 11, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Habari picha ikimwonyesha Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba akimvisha skafu Waziri Mkuu mstaafu John Malechela wakati alipoambatana na mwenza wake Neema Nchemba kushoto kumtembelea na kumjulia hali nyumbani kwake jijini Dodoma. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Marekani ya koleza moto wa maridhiano Tanzania. Bunge la Senate lasema ili nchi iwe tulivu kuna haja ya mazungumzo na upinzani yaanze. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Samia Legal Aid kumulika vyuo vikuu utumishi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Serikali yafafanua utoaji matibabu bara Zanzibar. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema Tanzania haina mgogoro wa muungano kuhusu matumizi ya rasilimali au utoaji huduma za kijamii. Amesema mjadala ulioibuka hivi karibuni umetokana na utaratibu wa utoaji huduma za matibabu bure kwa watu wasiojiweza. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Baraza la vyama laonya mjadala kuhusu muungano. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Habari picha ikimwonyesha mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Juma Ali Khatibu wa pili kushoto akizungumza na waandishi wa habari mjini Morogoro jana baada ya kumalizika kwa mkutano wa baraza hilo. Wengine ni baadhi ya wakilishi kutoka vyama mbalimbali vya siasa. DRC Burundi wanapishana mkoani Njombe kununua miche ya parachichi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 12, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu, dhahabu BOT haijauzwa, asema imehifadhiwa kwa kuimarisha kuhimili misukosuko ya kiuchumi, atoa maagizo kwa wakuu wa mikoa kusimamia mitambo ya uchimbaji visima. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Kihongosi awaponda viongozi Chadema. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Kwa wagezaji wa kimataifa zidi kumwagika nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Mbunge CCM ataka sheria kali ya ubadhirifu wa fedha za umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Dr. Mwinyi teta na bosi UNEP. Habari katika ukurasa wa 3. Rais wa Namibia wasili nchini leo. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mwinyi ahimiza uwekezaji uchumi wa buluu, azungumza na mkurugenzi mtendaji UNEP. Habari katika ukurasa wa pili. Wizara kuendelea kuimarisha huduma za uzazi. Habari katika ukurasa wa 3. Msajili wa hazina ARMT za saini hati usimamizi wa vihatarishi. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Zanzibar Leo limeandika Iran Marekani watia saini makubaliano ya awali. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Wawakilishi wapitisha bajeti ya trilioni 8. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mwanaspoti limeandika striker aipasua Yanga, yarejea kileleni kibabe, Pacome Depu gari limewaka. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili, matokeo ikiwa ni Yanga 2
Fountain 0. Msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, Yanga inaongoza na alama 66 ikifuatiwa na Simba yenye alama 64. Ijayo ni Juni 21, Azam dhidi ya Yanga kombe la FA. Siri ya mpanzo hii hapa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Msuva aja na ishu ya kustaafu soka rasmi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Sababu bendera ya Saudia kushikiliwa kombe la dunia, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika FIFA World Cup hii leo Ijumaa ni USA dhidi ya Austria saa 4 kamili usiku, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Nalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa nyuma wa gazeti hili ni Yanga mbele kwa mbele, Masaka aziunganisha TFF na Brighton, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ghana England za shinda, DRC ya ibana Ureno, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Martinez amkingia kiforo Ronaldo, habari katika ukurasa wa 22. Mwamuzi Simba Pamba Jiji atupwa jela, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika Pacome Depo waipa jeuri Yanga, Shime aida mastaa 33 Twiga Stars, habari katika ukurasa wa 19. Kocha Simba pressure yashuka, habari katika ukurasa wa 18. Serikali yatolea macho michezo, habari katika ukurasa wa 19. Rashford aishtua Man U, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma gazeti Uhuru ukweli daima, na gazeti hili linakamilisha udukuzi hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.